Nadhani ni matokeo mazuri kwa upande mmoja, lakini ni matokeo pia ambayo yanaogopesha kwa upande wa pili. Yaani ni 50-50. Hapo kwenye kuogopesha hapo ndio nataka ufafanuzi zaidi. Yanaogopesha vipi na ikiwa hii ni mechi ya kirafiki tu? Kuogopesha ni kwamba hakuna muda mrefu kabla Simba kucheza mechi ya kimataifa. Yaani hawana huo muda. Yaani hawana miezi miwili ya kujiandaa, hawana miezi mitatu, hawana mwezi. Tunazungumza ni siku kama 4 kabla ya mechi yenyewe. Kwa hiyo unaweza ukatazama kwamba ukifungwa mabao 4 kwenye mechi ya kirafiki means kuna vitu bado havijakaa sawa. Lakini kwa upande mwingine, kwa nini ni matokeo mazuri? Ni matokeo mazuri kwa sababu yanakwenda kufichua uozo wote ambao upo. Yaani mwalimu anaweza kuona wapi panavuja. Unajua kocha anapoingia kwenye timu kuna vitu kadhaa inabidi azingatie. Kitu cha kwanza ni kujua utamaduni wa klabu husika, lakini kujua history pia ya klabu husika, lakini kujua matamanio ya mashabiki na wamiliki wa klabu, kwa maana ya mabosi waliokuwepo wanataka nini. Hivyo vitu 4 lazima kocha avijue. Afu akitoka hapo kocha anakwenda kuassess, kujua mapungufu ya timu na ubora wa timu uko wapi. Baada ya hapo anakwenda kuambia wachezaji ni nini anakitaka, malengo ni yapi, vision yake iko wapi, anataka nini kutoka kwa wachezaji wake. Baada ya hapo anakwenda kuimplement kitu anachokitaka. Anataka wachezaji wake wacheze vipi, kwenye transition tunacheza vipi, tuna defend vipi, tukiwa tuna attack vipi, si ndio? Of course hivyo vitu vyote mwalimu anapata nafasi ya kuvi-implement kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa kwenye assessment ya kujua ubora na madhaifu ya timu, huwezi kujua kama upati mechi za kujipima. Kwa ukitazama hizi mechi 2 ambazo Simba wamecheza, mwalimu ametazama mechi ya kwanza wapi timu inafanya vizuri na wapi inavuja. And then mechi ya pili inawezekana amefanya marekebisho, kaenda kupigwa 4. Kwa maana ya kupigwa 4, leo kama wanarudi kwenye training, ina maana tunaweza tukaiona sura mpya ya meneja mkuu. Kwamba bana guys, hakuna replacement ya mechi. Huwezi kuniambia kwamba umefungwa mechi ya kirafiki, ni mechi ya kirafiki, mechi ya ushindani utashinda. Kama huwezi kushinda mechi ya kirafiki, huwezi kushinda mechi ya mpira wa miguu ya kushindana. You see? Kwa hiyo hakuna replacement ya mechi. Haijalishi ni mechi ya kirafiki, haijalishi ni training, haijalishi ni mechi ya ushindani. Lazima tupambane tushinde. Hatuwezi kufanya makosa. Kwa bahati mbaya sijaona magoli ambayo wameruhusu au magoli 4 yametokana na njia gani, lakini tulikuja ku analyze goli ambalo walifungwa kwenye mechi ya kwanza ile ya 2-1. Kwa sababu ilikuwa ni transition. Simba wanatoka nyuma, umefika kwenye zoni ya 10, ilikuwa ni zoni ya 8 kwenda kwenye zoni ya 11 pale katikati. Wakapokwa mpira baada ya Omdurman kufanya pressing, and then wakaenda kufungwa bao. Pale kulikuwa kuna uzembe mkubwa sana ulifanywa na mtu ambaye alikuwa na mpira, kwa maana alipoteza mpira kwenye eneo hatarishi, lakini pia hakukuwa na recovery nzuri kwa wachezaji ambao walikuwa wanamkimbiza mfungaji. Kwa makosa yale tuliyaona. Kwa bahati mbaya jana sijaona hata goli moja ambalo wamefungwa. Kwa siwezi kujua mapungufu yalikuwa wapi, lakini I'm sure enough meneja mkuu Matola kama kocha mkuu watakuwa wameona wapi timu inavoja, kwa sababu Omdurman ni test nzuri kweli. Yaani ni test ambayo unaweza kuipata kwa Raja Casablanca, Berkane, unaweza ukapata test kutoka kwa Al Ahly Cairo, unaweza ukapata hiyo testi kutoka kwa Pyramid. Tunazungumza Omdurman kwa sababu wana hao wachezaji wazuri akina Koribali ambao wamebarikiwa kweli technically na ni mafinisher wazuri. Kwa nadhani ni mechi ambayo 50-50, yani inakwenda kufichua madhaifu na inaogopesha kwa sababu mechi za ushindani ziko karibu. Okay, safi, mechi za ushindani zipo karibu. Jemedari, kocha mpya anapoingia kwenye timu huwa pengine ameichukua katikati ya msimu ama mwanzo wa msimu, huwa anaanza na kitu gani cha msingi zaidi ili kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa bora zaidi? Kocha mpya anapoingia kwenye timu, iwe katikati ya msimu ama mwanzo wa msimu, huwa anaanza na kitu gani cha msingi zaidi ili kuifanya timu yake iwe bora? Hakuna kitu specific. Yes. Hakuna, haijawahi kuandikwa popote pale kwamba bana ukifika anza na hiki sasa. Hamna. Kwa sababu wewe ndiye ambaye unaamua unavyoikuta timu. Hapa tunazungumzia kocha ambaye ameikuta timu, imeshakwenda pre-season, imeshafanya kila kitu. Kwa hiyo ni timu ambayo tayari iko sawa. Kwa hiyo kuna test tunazozifanya kuona mawazo yake
anayoyataka kwenye timu yanaingiaje. Kwa mmoja wapo ata check fitness level iko sawa, kwa sababu tunaamini ukishakuwa fit sawa, ile fitness level ndio inahudumia ufundi, inahudumia mbinu. Yani kama hauko fit, hata kama uko fundi kiasi gani, hauwezi pia kuzitimiza mbinu za kiwanjani, kwa sababu zitahitaji fitness. Kama wewe hauko fit, hauko sawa sawa, kwa hata test fitness level, angalia ikoje. Kwa hiyo anaanza kubuild sehemu gani. Kama wewe ni mwalimu uko mwanzo kabisa, tunasema siku zote tunaanza kutengeneza defense. Sawa? Alafu ndo tunakwenda mbele. Kabla hatujafunga tunafikiria jinsi gani ambavyo hatuwezi kuconcede mabao, kwa sababu tusipofungwa kuna nafasi kubwa ya kushinda. Kwa hiyo haijaandikwa, inategemea na wewe fikra zako. Sasa kaja mwalimu akasema okay, I see everything is okay, mimi naweza kuanza na washambuliaji. Na we score more goals ili to defeat wenzetu wasi. Kuna hizi kauli ambazo wakati mwingine tunazungumza, tunazisikia kwamba mwalimu kiingia kwenye timu hapaswi kubadilisha kila kitu, lazima angalie kocha aliyekuwepo mwanzoni alikuwa anakwenda vipi na timu alikuwa anatumia mifumo gani. Hizi kauli huwa zinasikika sana. Zina mashiko ndani yake ama hazina mashiko? Bahati mbaya sana, unajua sasa hivi kila mtu ni msemaji. Okay. Watu wasemaji wamekuwa wengi wanaosemea mpira. Na kwa sababu mtu anaweza hata kukaa nyumbani kwake tu akajirekodi akasema na watu wakafuatilia. Kuna wasemaji wengi na wao ukatazwi, na utapata watu wako wanakokuwa wanakusikiliza au wanakufuatilia. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kitu chochote kile mara nyingi, lakini narudia tena, hata hicho unachokisema hakijaandikwa sehemu yoyote kwamba ukifika wewe usibadilisha kila kitu. Inawezekana ni mazoea, naweza kaja mtu akabadilisha kila kitu na bado akafanikiwa. Kwa inategemea wewe nini kitakufanya ufanikiwe. Kinachopimwa zaidi ni mafanikio yako, lakini busara tu. Na unaona kwamba okay, anyway, kwa sababu umefika kwenye timu, ni kama vile unavyokuwa hata kiongozi tu kwenye eneo. Ukiteuliwa, kwani wewe ukienda kuwa kiongozi sehemu, ukianza kwa kubadilisha kila kitu, huyu jamaa naye. Lakini unaweza ukabadilisha kidogo kidogo kwa kuacha watu waendelee kwenye positions zao, na wewe unaingiza vitu vyako kidogo kidogo, ndio busara inavyotaka. Lakini sio kwamba ni utaratibu ambao umewekwa kwamba sasa ukifika usibadilishe kila kitu. Hii mara nyingi inakuwa ni busara na imeweka out kwa maeneo mengi. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kama utaratibu tu umejiwekea, lakini haujaandikwa sehemu. Umeng'amua nini katika kikosi cha Simba kwenye mechi ambazo amecheza mpaka hivi sasa? Unafikiri wapi pana tatizo kubwa zaidi na linapaswa kuboreshwa zaidi na kocha Pantev? Unazungumzia mechi zipi? Hizi za walizocheza sasa? Jumla. Kwa jumla. Simba nimeona kwanza mabadiliko. Mechi ya kwanza walicheza na Fountain kwenye ligi, na mechi waliocheza na Namungo kulikuwa na mabadiliko. Kwa sababu mechi ya kwanza walikuwa wanacheza kama sijui kama ni mambo ya mwalimu kwa ameondoka siku zile, lakini walicheza wako down. Hata mechi ya Namungo Gaborone ile ya marejeo pia walikuwa wako down compared to walao hata mechi ya kwanza. Kwa hiyo ile na mechi ya Fountain zote nimeziona walikuwa wako down, lakini mechi ya Namungo walao ungeweza kuona kwamba timu kubwa inaamua kuwa press timu ndogo. Ari ilikuwepo. Na muda mrefu mpira kwa sababu dakika 25 za mwanzo mpira umechezwa zaidi kwenye nusu ya Namungo kuliko Simba. Ingawa goli lilichelewa